Karibu sana ndani ya Darajani 1995, podcast yako ya kwanza ya Chelsea kwa lugha adhimu sana ya Kiswahili. Na kama ilivyo ada, kila siku ya mechi tunakutana kuweza kujadili mechi namna nilivyokwenda na namna ambavyo kikosi kimepangwa. Tunafanya ni uchambuzi kabla na baada ya mechi. Na leo tupo uwanjani Chelsea kucheza dhidi ya Everton katika mchezo wa 34 wa ligi kuu Uingereza ndani ya msimu huu. Ikiwa nimesalia michezo minne kabla ni ya kutamatisha msimu huu wa 2024 2025. Chelsea tupo nafasi ya 6 ni mpaka sasa, tukihitaji ni alama 3 muhimu ili kuweza kujiweka katika nafasi nzuri ni ya kufuzu kushiriki michuano ya ligi kuu, ni kushiriki michuano ya klabu bingwa barani Ulaya kwa msimu ujao. Alama zetu 57, tukiwa tumecheza mechi 33, tumeshinda 16, sare zikiwa 9 na kufungwa mechi 8. Chelsea leo tunacheza mchezo wetu wa 34 dhidi ya Everton katika dimba ni la Stamford Bridge, na kikosi tayari kimeshatoka. Ni kama unavyofahamu muda na kikosi tayari. Kwa hiyo kikosi kimeshatoka tayari, na kikosi namna ambavyo kimepangwa leo ni kama ifuatavyo. Kikosi golini yupo ni Robert Sanchez kama kawaida, wakati Moises Caicedo leo bila shaka ni atakuwa ni beki namba 2. Alafu Trevor Chalobah yupo kikosini, yupo Levi Colwill, Marco Cucurella, Romeo Lavia, Enzo Fernandez, Noni Madueke, Cole Palmer, Pedro Neto pamoja na Nicholas Jackson. Ndicho kikosi ambacho kimeanza leo. Bench yupo Philip Jorgensen, yupo Joshua Chempong, yupo Bennett Badiashile, Tosin Adalabioyo, Reece James, KDH, yupo Tyreek George, Jadon Sancho pamoja na Christopher Nkunku. Tunaenda moja kwa moja kwa wachambuzi ambao bila shaka watachambua mechi ya leo na kikosi namna ambavyo kimekuwa mpaka sasa. Paul Kulwa, karibu sana. Kikosi nimekiona bila shaka, na ni una mtazamo wako ambao ni unafikiri kwa kikosi hiki tunatakiwa kukitegemea. Kwanza twende moja kwa moja. Kwa nini kocha ameamua kucheza na Moises Caicedo kama beki namba 2? Karibu. Asante. Mimi kwa upande wangu kwa leo naona kocha ameingia na aina hiyo ya uchezaji ya kutumia kiungo Moises Caicedo kama beki wa kulia, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukicheza na inverted fullback, kwamba tumekuwa tukiminvert Malo Gusto anaingia kucheza kama kiungo, baadaye anarudi kama namba 2, yani tumekuwa tunaminvert. Naona ameamua ni badala ya kumuingiza fullback ambaye atakuwa na invert, basi ajaribu kumweka kiungo ambaye atakuwa ataperform vizuri kwenye eneo la katikati. Lengo ni kutawala eneo la katikati ili tuweze kucheza mpira, kwa sababu timu yetu kama kocha alivyosema, anasema siku zote timu yetu haiwezi kapiga counter attack mpaka icheze mpira kwanza, ndio tutatengeneza nafasi. Ndani lengo lake ni hilo. Na pia ukiangalia leo tumemwona Romeo Lavia ameanza, na hisi hiyo pia inampa kama bima ya kwamba Romeo Lavia hatacheza eneo kubwa, kwa sababu kwenye kukaba Caicedo atakuwa na invert, then watakuwa kama double pivot, alafu Enzo Fernandez atasogea juu, alafu Palmer naye atasogea, yani tutaongeza idadi ya watu kwenye box, badala ya kwamba kama tulivyokuwa tunacheza mwanzo Enzo Fernandez anacheza chini na Caicedo, Palmer anakuwa kama namba 10, alafu kwenye box anakuwa mtu mmoja. Na hisi pia hiyo ni moja ya sababu alizomfanya nazo. Kwa hiyo leo kifupi ni hivyo. Kwa hiyo leo tunaweza tukasema tutakuwa tunacheza ni mfumo wa mabeki watatu, viungo wawili, ni viungo wa chini wawili, alafu pia tutakuwa tuna namba 10 wawili pia, ni Enzo pamoja na Cole Palmer, au sio? Naam. Kwa sababu na Cole Palmer lengo lake ni kucheza nyuma ya striker ambaye ataongezeka kwenye eneo la kushambulia. Kama unavyojua mawinga mara nyingi wamekuwa hawana ufanisi mkubwa wa kupiga cross, badala yake watakuwa wanacheza mipira ya chini. Okay. Basi ndo maana watu kwenye box watakuwa ni wengi, kwamba kuna zile second balls zile, na hisi second ball nyingi sana tulikuwa tunafanyia kazi, lakini naona huu ni mpango wa kuanza kuzitumia. Ukiangalia hata mechi iliyopita namna alivyofunga Pedro Neto, ni baada ya kuonekana kwamba watu kwenye box wanakuwa ni wachache. Tunapoongezeka, tunapopush afu watu wanajaa kwenye box,
kwa zile nafasi zinazopatikana uwezekano wa kufunga unakuwa ni mkubwa. Mechi kama mechi ni nzima ni unachambua vipi kwa aina ya kikosi ambacho ni tumekipanga leo, kwa aina ya kikosi ni cha Everton, ni unachambua vipi po? Kwa aina ya kikosi cha leo naona kocha ameamua kwenda kushambulia, kwa sababu Everton mara nyingi wanasifika kwa kujilinda, na wana aina ya viungo ambao mara nyingi wanakuwa kidogo ni wagumu. Ukiangalia Idris Kanagwe, kuna yule Jeigana, yule ni viungo ambao kidogo wanapiga kazi. Kwa hiyo ameamua ukienda kushambulia tuende kwa idadi kubwa, yaani tuwe na idadi kubwa katika kila eneo. Ukiangalia kwa namna mfumo alivyoanza, na maana tulikuwa tuna mpira kwenye eneo la viungo, kulikuwa na viungo wakati wawili, viungo wa chini wawili, ambapo itakuwa ni zaidi ya mtu mmoja kwa watu wa Everton wanaokaba. Tunapoenda kushambulia pia kutakuwa pale juu Enzo Fernandez, kuna muda atakuwa anasogea anacheza kwa uwiano sawa na Cole Palmer, ambao inampa faida ya mtu mmoja kwa idadi ya mabeki waliopo pale wanaozuia. Hiyo inawafanya Everton wanapozuia warudi nyuma sana wengi, na sisi tutakuwa tunaingia kwa wingi. Pia tulikuwa tunazuia, utaangalia tukisharudi kwenye ule Yadopo sikupati kwenye ile back four ile, kwamba Caicedo akashakuwa kama beki mbili, tulikuwa tunazuia labda ni utaona pia watu wengi. Okay. Faida ya mtu mmoja, kwa sababu labda atacheza na Caicedo kuja kukaa beki wa kulia. Sawa. Okay. Simon. Nakupata. Bila shaka kikosi nimekiona na nimeshafanya ni uchambuzi wako wa haraka. Ni unafikiri kwa aina ni ya mechi ambayo leo tunaenda kucheza ni umuhimu wake pia, kwa sababu tunahitaji ni alama 3 za muhimu ili kuweza kujiweka katika nafasi nzuri. Unafikiri kwa namna gani leo mechi ni unaichambua? Karibu. Kabla sija nani ilikuwa na swali kidogo kwa Furwa. Kabla sijaongea viwango basi direct kwa Furwa, baadaye naweza kanijibu hata kwenye comment baadaye. Ndio. Mtandao. Yaani ni lengo la Maresca ni create numerical advantage katika kila lengo. Hasa kwenye lengo ya kushambulia, si ndio? Lakini tunaona kabisa kwamba anapotoka beki, yaani anapotoka sasa kwenye right back, anapotoka right back kuingia kwenye midfield, kuruhusu midfielder mwingine kupanda juu kwenda ku create numerical number kule kwenye shambuliaji. Huwa mara nyingi tunaachia yaani tunabaki gap ambalo mara nyingi wanatuumiza sana. Ikipigwa counter pale alipotoka beki namba 2 watu wanaumia. Aidha namba 2 au namba 5. Mara nyingi kama ukiangalia kwenye counter nyingi sana. Yaani kimtazamo wangu ni kuona kama numerical number pia inatokana na mtu kwa mchezaji ambaye anafanya vitu extra. Ama unaona kama Maresca yuko sawa. Yaani ndio iko sana yangu. Yaani mimi niweza kwamba ni mtu ambaye akishakamilisha majukumu yake ile ya kudefend, anaweza kuongeza na kitu kingine kupitia numerical number. Swali lako hilo. Nilikuwa maoni kama swali lako hilo. Hapo unalipata hapo? Hapo nakupata vizuri. Nakusikia. Niambie kaka. Ni Simoni, nipo niasikia swali. Nilikuwa na piga kwa hebu kuuliza. Ngoja niangalie mtandao mzuri hapo. Maana kama siwapata. Okay, naona po ni ana changamoto ni ya mtandao. Simon turudi kwako moja kwa moja. Tupatie ni uchambuzi wako kwanza. Alafu then nafikiri ni baadaye tutaweka ni mambo vizuri, kwa sababu mitambo nayo haijakaa sawa. Karibu sana. Kikosi nimekiona, ni una uchambuzi gani kuelekea kwenye mechi hii?
ninachokiona hapa ni kwamba Maresca anachofikiria kwamba Everton watakuja ku defend, yani watakuja defensive, yani hivyo. Ndio maana kaamua kwanza na beki, yani watu wenye asili ya kukabaji, yani mabeki watatu, na maana anataka create overload kule kwenye eneo la Everton kule. Ndio alicho na nini, maana pale atakuja kuna nini Caicedo atakuwa na wakati wa nani wa ukabaji, maana Caicedo atakuwa kama fullback wa kulia, wakati sisi tunaanzisha mashambulizi atakuwa anaingia ndani kuungana na Lavia kumruhusu Enzo kupanda. Advantage nyingine ambayo ameangalia ni ile tunasema matumizi ya nguvu katikati ya uwanja. Kwa unaona kabisa Caicedo ndio kwa mtu pekee ambaye alikuwa anafanya matumizi ya nguvu. Tunasema ile aggressiveness katikati ya uwanja. Kwenye mechi nyingi sana kiasi kwamba ilikuwa inatokoa sometime unakuta midfield wanaibiti. So Lavia na Caicedo pale kwenye midfield, na maana itaongeza ile extend, yani ile extensity ya nani ya game. Lakini wasiwasi wangu ni kwamba endapo Caicedo atakuwa anakuwa inverted kuingia katikati, alafu jamaa wakapata counter attack, kuna dogo anaitwa Ndiaye pale, ndo napata wasiwasi naye, yule anaweza katumiza Ndiaye na Jiko anaweza katumiza. After selection beka aliyochagua katikati Chalobah na Colwill, yani at any point sana kama anaweza kumbeat Beto katika zile nani ile striker wao yule Beto huyo, anaweza kumbeat kwenye either 1v1 au mipira kugombania juu. Ni kitu ambacho ninakiona mpaka sasa ni kwamba kwa aina ya mechi ambayo nitacheza leo, atake kuwa ni invert ni sehemu kubwa ni Moises Caicedo, ndio atakuwa ni invert ni kuingia katikati wakati ni tukishambuliwa kwenye counter, manake ni Caicedo ni action invert, manake ni Chalobah ni atapanda ni mkono wa kulia, wakati katikati ni atabaki Colwill na huku kushoto ni atabaki Kukulela. Alafu kwenye mashimo ambayo ni watayaacha, manake Lavia pamoja na Caicedo ni wataingia. Kwa hiyo wakati ni kushambuliwa, kitu ambacho ninakiona tutakuwa tuna mabeki watano. Chalobah ni atakuwa kulia, Caicedo ni ataingia kwenye shimo ambalo Chalobah ni ameliacha, katikati ni atakuwepo Levi Colwill, alafu pia Lavia ni ataingia ni katikati ni Colwill pamoja na Kukulela. Kwa hiyo tutakuwa ni tunacheza na mabeki watano, ni wakati ni wa kudefend. Na wakati ni wa kushambulia, manake Caicedo au ni Lavia mmoja wapo anaweza ni akasogea juu, alafu kwenye shimo lake ni akamwachia Kukulela, ambaye labda ni atakuwa ni anapanda mara moja sana, ni atakuwa ni anapanda kulingana na mchezo ni unavyoenda. Ndicho kitu ambacho nimekiona, lakini kitu ambacho ninakitegemea kwamba kipindi cha pili Lavia au Caicedo mmoja wapo ni atapumzika nafikiri, na hapo sana nitakuwa ni Lavia kwa sababu ametoka kwenye majeruhi, hataweza kucheza kwa dakika zote 90. Kwa hiyo atapumzika, alafu ni ataingia either Malo Gusto au Reece James, ambaye sasa huyo ni ataenda kukaa ni upande wa kulia. Ndicho kitu ambacho ninakiona ni mpaka sasa, lakini yote kwa yote siachani sana na nilichokisema nilipokulwa kwamba kwa sababu ni Everton ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa na defense nzuri ni msimu huu, ndio moja kati ya timu ambazo zimefungwa magoli machache. Kwa hiyo kivyo vyote kama takwimu zangu zitakuwa vizuri, tumelingana nao kwenye magoli ya kufungwa. Kwa hiyo leo kocha ni anategemea kabisa kwamba watu ni watakuja kudefend, kwa sababu pia ni wapo ugenini, wao kupata ni alama moja nitakuwa sasa na ushindi. Kwa hiyo ili tuweze kuwafungua, manake ameongeza mtu, yani ni Enzo Fernandez hatakuwa na jukumu kubwa sana ni la kurudi nyuma ni kuzuia. Yeye ni atakuwa ni anaungana vizuri na Cole Palmer ili kuongeza namba ni washambuliaji. Kwa hiyo tutakuwa ni tunazuia na wachezaji watano, lakini pia tunashambulia na wachezaji watano sana. Ndicho kitu ambacho nimekiona kwa mtazamo wangu sasa. Nawapata vizuri. Mpango kazi ndio huo, lakini wasiwasi wangu wanakuja wapi? Aina mabeki tunao sana Colwill na Chalobah. Watu ambao wakisimama mabeki watatu, tuseme wamesoma kwa Kukulela, akisema Colwill katikati na Chalobah. Yaani Kukulela katikati ya half space ya left back
ni na left central back. Space pale bila sema kukulela, si ndio? Katikati ilibidi asimame na Zikowi, alafu Chaloba vile asimame huko katikati ya ni kwenye half space ya right back na ni ya central back. Pale sio pale. Sasa mabeki wetu ndio walivyo, yani hata kusoma pale bado hawaoneshi ile kwamba umekaa. Kwa mfano, unaona kwa mfano Liverpool kwa tunacheza. Ukiwa beki yako anapanda juu, ndio. Ile kuna watu wanataka wakisimama kwenye half space, yani haufeel kama kuna jibu limebaki. Sasa sababu ni ambayo binafsi ninaiona kwa haraka nilosababisha ni Chaloba anyapangwe leo. Ni issue kwa sababu yeye ni anaweza kukava vizuri kucheza beki wa kulia au ni akacheza ni beki wa kati. Yaani ni unaweza ukamwita ni RCB, ni right center back. Kwa hiyo sasa kama nilivyokuelezea mwanzo kwamba wakati ni tuna invert wakati ni tunashambulia Caicedo ni atakuwa ni ana invert, alafu kwenye shimo lake aliloliacha kwenye beki wa kulia Chaloba ni atakuwa anasogea pale, alafu tukipigwa ni counter attack maana yake Caicedo ni ataingia kwenye shimo ambalo anyameliacha Chaloba, yani ndio anakuwa kama vile ndio ana switch. Huyu akisogea hivi, alafu nikitokea ni counter, maana yake huyu anarudi ni nyuma moja kwa moja, alafu huyu ndiye aliyekuepo nyuma kwenye nafasi ile anasogea kulia. Umeona? Jukumu ambalo sidhani kama Tosi ni angelitimiza vizuri. Ni labda ni Chaloba au Fofana. Mimi kivyangu mimi ningeana na Tosi kwa ajili ya ndoto. Sasa yani changamoto ni ya Tosin, ni changamoto ni ya Tosin ambayo mimi ninaiona kwenye mfumo huu wa leo. Manake nikianza nina Tosin alafu then na Caicedo akiwa ni beki wa kulia, manake ni ngumu sasa kwa Tosin ni kuswitch ni na Caicedo. Yani Caicedo ni itabidi shimo aliloliacha akalikave mwenyewe, ni hakutokuwa ni na covering. Lakini kwa sababu kuna Chaloba ambaye ni anaweza ni akatimiza ni jukumu la kucheza ni beki wa kulia, ndio maana ni unaona na Caicedo na mwenyewe pia leo ni amepangwa. Yani ni amepangwa ni beki wa kulia kwa sababu tukishambulia alafu Caicedo ni akinvet, maana yake Chaloba yeye ni ataenda kukaa nafasi ni aliyoacha Caicedo. Alafu tukipigiwa ni counter attack, maana yake Caicedo ni atarudi nyuma moja kwa moja, alafu kule juu kwenye beki wa kulia ni atabaki Chaloba. Ndicho kitu ambacho mimi ninakiona mpaka sasa. Hapo ni kama ni tukipigiwa counter, kwa sababu yani mtu ambaye ni anaweza nikakaa kule labda ndo akina Disasi, akina Fofana au nanili au nani kwamba au Chaloba. Lakini ni ukisema ni umweke Tosin ni typical center back, kukava kwenye ni right back kwake inakuwa ni ngumu. Ndicho kitu ambacho ninakiona. Darajani labda cha kumuongezea pale ni ukiangalia Trevor Chaloba tangu alipopandishwa kutoka kwenye timu ya vijana mara nyingi ameshaperform sana kwenye back 3. Ukiangalia kipindi kile alikuwa anacheza Rudi Chaloba na Thiago Silva au muda mwingine alikuwa anaingia ni nani huyu Aspilicueta. Kwa maana hiyo Chaloba ni beki ambaye anaweza akacheza eneo kubwa tofauti na Tosin ambaye anacheza kwenye center back, yani kama center back. Alafu ni kama center back nzuri kwenye mpira ya vichwa na kuanzisha mashambulizi kwamba anapiga pasi. Lakini ukiangalia kwa namna alivyoanza leo, maana ameanza na viungo wawili ambao kimsingi timu itaanza kucheza kwa Caicedo na Lavi. Tofauti na ile akianza na Tosin, timu inatakiwa ianze kucheza kwa mabeki ambao hii inakuwa ni risk, kwa sababu ukifanywa pressing unaweza ukapoteza ukapoteza mali hapo watu wakaweka kati. Ndio maana akaamua aanze na Chaloba ambaye anaweza akacheza eneo kubwa, muda ambao Caicedo ameingia katikati kama kuchezesha timu. Hata ukiangalia mtu akipiga pass unakuwa na bima kubwa, kwa sababu kuna viungo wawili then kunakuwa na mabeki watatu ambao Kulela pia sio mgeni kwenye kucheza kwenye back 3. Lakini pia kuna muda ambao Kulela atapanda juu, then kutakuwa na bima ya radhi ya kukava lile eneo. Alafu na Caicedo tunatengeneza bado kwenye kuzuia, tunakuwa tuko wengi. Tofauti na vile ambapo angeanza Tosin ambaye ingelazimika sasa beki wa kulia asiende mbali zaidi au asiingie ndani sana, kwa sababu atakuwa hana uwezo wa kucheza eneo kubwa. Nadhani hiyo ni simple.
unajua kwa nini na doubt na huu mfumo? Unajua mimi si doubt na wachezaji kwanza nini ni huu mfumo, kwa sababu ukiangalia magoli mengi ambayo tunafungwa sasa na hizi middle team sawa, wanatumia hizo gap ambazo unakuta mtu katoka. Ile goli la Wolves ambao walifunga nani Iwobi sawa, kwa kukolea hakuwepo, alikuwa kwenye nafasi, amekuwa inverted, ameingia katikati, ile gap limebaki na alitumia ile kufunga. Angalia magoli ambayo tulifunga na Man City, angalia magoli mengi ambayo tulifunga hizo middle team hizi, ni kwamba ile nafasi ambayo unakuta mtu kaiacha kama inverted kuingia kati, ile magusa au kukolea, ndio wanapiga mpira pale, afu tunaenda tunafungwa. Unajua dawa naomba ni Simon. Naam. Naomba nikujibu, ndio maana umeona leo kocha kaingia na kumuinvert kiungo badala ya kuinvert fullback. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu kashagundua kwamba fullback anapoinvertiwa kuingia katikati hakui na ubora wa kiungo kama kiungo mwenyewe atakapoinvertiwa kuingia katikati. Ushaangalia timu, kuna mechi kadhaa Kaisedo kacheza kama beki wa kushoto, kama beki wa kulia kwa ana invert. Kuna mechi kwanza na Everton ambayo tunampiga Everton 6, kuna Brighton tunamfunga Brighton 6 goli 4 na Everton gani kijana? Kila ambayo tumefunga goli 6 mechi ya kwanza. Ni Everton ni game nilopita ni tumetoka naye sare bila. Ndio. Ni Southampton atakuwa anaongelea. Itakuwa ni Brighton tunafunga 4 ni Southampton labda. Basi ndio itakuwa ndio hivyo. Kwa maana hiyo mechi zote ambazo Kaisedo ameingia kama fullback wa kulia akiwa na invert anakuwa na ubora kuliko akiinvert Malogusto, ambaye Malogusto sio mzuri kukaba kama kawaida, ni mzuri kwenye kumiliki mpira. Tofauti na ambavyo atakuwa ameinvert Kaisedo ambaye ni mzuri kwenye kuzuia kuliko kwenye kumiliki mpira. Na hisi hiyo na wenyewe ni clear. Okay. Kinachobaki basi ni utimizaji wa majukumu tu basi. Unajua tunapo sio kwamba tukienda hivyo tutakuwa tu perfect asilimia 100, lakini naona bado kocha kuna namna anajaribu kuifanya timu iwe na balance nzuri. Maana timu inatakiwa iwe na balance. Nina kitu 100 basi kiwa hivyo majukumu yatatimizwa. Ina maana inabaki ni kwa mchezaji kutimiza majukumu yake. Na kitu yani unatimiza majukumu ya kwamba nina kitu nishakuweka hapo kuweka hapo kwamba ni angalizo, haimaanishi kwamba ni kwa namna hivyo basi ni hakuna miss ni akosa ni kutokea. Yaani kosa ni makosa ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo bado ninaweza nikapangwa hivyo, lakini sasa hapo ndio inabaki ile nafasi ni ya mchezaji, lakini pia na bahati, kwa sababu kuna time ni unaweza nukakaba sana nukafungwa bado. Alafu kuna time ni unaweza ni usikabe sana na usifungwe. Kwa hiyo sasa hapo ninabaki, lakini kimfumo kabisa mimi ninafikiri nimekaa hivyo, lakini sasa tumalizia haraka jamani kabla tunakimbia kibandaumiza. Na okay, nitukimbilie ni bandaumiza basi, maana yake dakika zinakaribia kutoshea hapo, alafu mambo yasiwe mengi tukajikuta ni tunakaa nyuma badala ya kukaa mbele bandaumiza. Karibu sana ndani ya Darajani 1105 podcast yako ya kwanza ya Chelsea kwa lugha adhimu sana Kiswahili. Tumeweza kuchambua kikosi na aina yani ya mechi ambayo tunatakiwa kuitegemea kwenye mechi ya leo dhidi ya Everton. Tukutane baada ya mechi. Na wachambuzi wangu watakuwa hapa pia kuweza kukuletea taswira yao na ni uchambuzi wao baada ya game kuisha. Karibu sana ndani ya Darajani 1105. Hakikisha ni una follow.